Gospels ni nini? Habari njema za Yesu Kristo. Injili, na tunazungumzia habari za ufalme wa Mungu. Ufalme wa mbingu Yesu, ni ufalme wa mbinguni, ni ufalme wa Yesu Kristo. Ndio anakuja kutawala, si kweli? Hiyo ni vizuri kufahamu hiyo. Tunazungumzia injili ya Yesu Kristo. Sasa hivi ndio inasema kwake, tunakwenda Marko 2. Marko 1. Sikiliza. Hii ni Marko. Nimesoma ya Mathayo. Nataka niendelee tena. Marko 1 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Sasa sikiliza. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba. Simeelewa? Ndio tunazungumzia tukio hili. Tunazungumzia mambo mengi, si kweli? Tukio hili akihubiri ubatizo wa toba. Ndio maana sikiliza, tazungumza kitu kimoja kikubwa. Ndio maana kwa kuwa ni mtu kabla hajabatizwa. Kwa sababu batizo ni tukio kubwa na liko katika injili zote, si kweli? Kabla hajaja majini lazima atubu. Amina. Atubu kinaganaga, natumia ile neno kinaganaga. Sidio? Kutoka moyoni. Vinginevyo kama hata tubu kinaganaga, hata pokea Roho Mtakatifu, batizo wa Roho Mtakatifu na moto. Ndio maana wale watu walipokuja waliambia tuishini maisha yanayostahili toba. Wakaambia msije tukaseme tu uzao wa Ibrahimu basi tuna haki tu basi sisi kwenda. Kamba ya shoka liko chini ya mti, kata kila mti usiozaa matunda. Tafanya nini? Kwa hiyo ndio maana tasisitiza hapa, jabu kwa kweli hatukaa nao sana, lakini kitu kikubwa sana kabla ya kubatizwa ni kufanya nini? Kutubu nasema kwa kinaganaga. Lakini nitatumia neno jingine. Kutubu kwa kudhikika. Amina. Isi unagikika, unasikitika. Watu wengi hawasikitiki, ndio maana tunapata watu wengi wameanguka njiani. Si kweli? Kwa sababu hawakudhikika. Hawezi kupanda ile piramidi kamwe. Si lazima atigizike. Kama hakufanya ipasavyo, basi Roho Mtakatifu hata kuja. Tunataka miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10, miaka 20. Kuna watu nimekutana nao miaka 30. Inabidi uwaongoze kwenye toba tena. Ni muhimu. Kwa hiyo akisema Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi. Nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Ubatizo maana yake ni nini? Ubatizo ni kuzamishwa kwenye maji. Ni kuzamishwa. Kiingereza wanasema ni immersion. Haikufasiriwa kwa lugha ya Kiunani ni baptizo, wala Kilatini ni baptizo, wala Kiingereza ni baptize, na Kiswahili ni batizo. Hakuna fasiri nyingine zaidi ya hiyo. Na maana yake ni kutumbukiza kitu kwenye maji. Na ndicho kitu tunachokuja kufanya hivi. Sasa kama ni kwa maji ni mwili ndio naloa. Wa roho naye anaingia ndani mwako na kubatiza katika roho yako. Simeelewa? Wa roho ni roho yako. Inabadilika. Sio maji tena. Kwa hiyo unaona ubatizo wapi? Na tuna ya tatu tena nakwambia kuwekwa wana wenye mamlaka. Unakuja kwenye nafsi yako. Amina. Ndio tunaambia sasa kuna kuwa rebaptize. Unabatizwa upya tena ndani ya nafsi yako. Amen. Kama haikuingia nafsi ulipobatizwa na Roho Mtakatifu, basi natakiwa utafute mpaka ubatizwe na nafsi yako. Amina. Umeelewa? Hiyo inaitwa ni kutiwa muhuri. Amina. Kwamba Mungu ameridhika. Ulibatizwa na Roho, unatakiwa pande ile piramidi, ukazane uwe na imani, ukazane uwe na nguvu, ukazane uwe na maarifa, ukazane uwe na nini? Kuzaliwa unazaliwa mara moja tu. Sasa hiyo piramidi unapanda ukiwa na utaua. Sijui nani, kiasi, saburi, utaua, upendano wa ndugu, na hapo Mungu akiridhika. Si ndio? Ndio maana watu wote Roho wa Mungu anawamwagia watu wote. Ni Roho. Amen. Amina. Maandiko amesema hivyo. Lakini nafsi kifikia hapo ni kitu tofauti. Amina. Nafsi ni kutiwa muhuri. Amen. Na ikitoka kwenye nafsi sasa kuna hatua nyingine, sasa kuna kitu kinachoitwa upako. Amina. Amen. Ile nafsi yako ikisha kwenye upako inaanza kuja kwenye mwili. Amina. Kutoka kwenye roho.
kutoka kwenye roho kwenye mwili. Kwenye mwili ndio inakuja mpaka kwenye nguo. Kwenye nguo mpaka kwenye nini? Kivuli. Kwenye kivuli. Amen. Kwenye kivuli mpaka kwenye majengo. Amina. Amen. Kwa hatua na hahitaji ya kuwekea watu mikono kwa sababu ule upako umekuwa umesambaa. Uko kila mahali. Yes. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaisha watu tu kwenye maji. Hata kwenye roho wengine hawana. Ukiona watu wanakuambia sababu iko kwenye nafsi, hauna haja kumwekea mikono mtu. Huna haja kuomba. Amina. Si kweli? Unapita ziko kwenye nguo. Ni ushuhuda kwamba watu wa kwenye nguo. Watu walisema mimi nataka kuona kivuli tu. Ni watu wameongoa, sio hivyo. Tumeona hata huo ulikuwa juu ya Elisha. Elisha mfupa. Watu wakafanya nini? Akafufuka. Wewe utakaa hapo unapiga kelele siku nzima. Hata mafua hayaishi. Hayatoki. Si kweli? Huna haja. Unaona? Ni hatua ndefu. Kristo sio kitu cha siku moja. Is a life, ni maisha kila siku. Amen. Unaendelea, unasonga mpaka kunyakulia, kwa kuwa hutaweza kumaliza Mungu. Amen. Fulani cha kiroho lazima kitakuja kwako. Amina. Ndio maana hatuweki masharti. Utapiga makelele sawa, lakini kitu fulani kikae ndani mwako. Amina. Baada ya kupiga kelele utarukaruka sawa, utakimbia sawa. Amina. Lakini tunachotaka mtu awe na maisha yaliyobadilika. Toba. Ndio maana tunazungumza hapa, ishini maisha yanayostahili toba. Kama ulikuwa muongo alafu unasema kitu fulani kilitendeka alafu kesho unaiba, kesho unadanganya. Hebu Mungu atusaidie sana. Amina. Kwa hiyo hapa mitume wakaenda wakawekea mikono. Hapa kuna watumishi wa Mungu hapa wanaweza kukuwekea mikono. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hili ni maandiko. Si kweli? Ni Biblia. Hata tuzungumzie hata mambo bado ya Simoni hapa tuzungumzie. 10. Matendo ya Mitume 10. Nataka kuthibitisha kwamba ujumbe wakati ule ulikuwa ni kwamba je, ulipokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Na hebu nikwambie tunaishi wakati kama huo. Amen. Tunatakiwa tupitishe kwamba je, ulitiwa muhuri kabla ya kupokea tangu baada ya kuamini. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. 10 Matendo ya Mitume 44 mpaka 46. Azungumza akasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Roho Mtakatifu, kama unalipokea neno, wanasema mtazamo sahihi kuhusu kila ahadi ya Mungu. Kama umekuja na kiu na njaa, Mungu ni mwaminifu. Hata kama ulikuwa hujabatizwa utapokea Roho Mtakatifu, lakini hilo haizuili wewe kutokubatizwa. Unaona hapa tunazungumza hapa, ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia? Kwa sababu anasema kwamba kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Kwa maana kwa sababu wale hata leo watu wanapokea, kwa sababu Roho Mtakatifu ni yule yule tu. Kama aliwafanya watu wakanena kwa lugha, hata leo wanaweza kukufanya wakanena kwa lugha. Lakini niishi baada ya pale, lakini uishi na maisha yanayostahili ile toba. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Si ndio? Ni muhimu kwa kuwa ni nini? Ni agizo. Amen. Mungu anajali sana mtu akitumia neno lake. Hatuna nafasi ya kusema pale wakati Yesu alipoanza kutawaza miguu. Petro alisema, Bwana mimi. Ni kweli alikuwa na nia nzuri. Alikuwa anamheshimu sana Bwana Yesu Kristo. Hata Petro alikuwa ni mkubwa kwa umri hata kuliko Yesu Kristo. Akasema, no, huyu bwana mdogo hapana. Mimi siwezi kuruhusu kitu hicho. Akamwambia, wewe unifanyalo mimi wewe hujui, lakini utalifahamu baadaye. Baadaye akamwambia, mimi kwamba nisipokutawaza wewe huna shirika nami. Kwa nini? Ni agizo. Amen. Bwana mkubwa akizungumza wewe sema ndio Bwana. Amina. Full stop. Si kweli? Wewe nenda. Ni nani awezaye kuzuia? Akasema, akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Twende tena Matendo ya Mitume 18. Nasoma tena hii hapa, alafu tutamalizia tu. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskandria, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana na kwa
na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu. Habari za Yesu. Kwa usahihi habari za Yesu. Ujasiri katika habari za Yesu. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Watu wote sasa hivi nakwambia wanaobatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wanajua ubatizo wa Yohana tu. Kwa sababu hata jina lake watumie. Watu wanabatiza wanakuuliza yeye jina, anakuambia unapa jina ubatizo. Jina la ubatizo, no. Yohana hakubatiza kwa jina lolote. Jina la Bwana barikiwe. Lakini huyu alikuwa anajua ubatizo wa Yohana. Jina la Bwana barikiwe. Na alikuwa anajua maandiko kisahihi. Kwa sababu Yohana alikuwa anahubiri maandiko. Alikuwa anajua maandiko yanayotimia wakati ule. Akasema mimi ni sauti ya mtu aende nyikani. Mimi natangulia kuonyesha njia. Lakini kuna mkubwa anayekuja juu yangu, anayekuja mbele yangu, yeye ni mkubwa kuliko mimi. Huyo sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Hiyo kitu ninachotasisitiza. Ubatizo wa Yesu Kristo. Kuna ubatizo msema tu wa maji ni muhimu, na wa Roho Mtakatifu ni muhimu zaidi. Una akakaribisha akasema kwamba akasema hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Ufunuo unakuja kumfanya mtu apate njia ya Bwana sahihi zaidi. Na ndio maana tunazungumzia ujumbe wa wakati huu na nabii, kwa sababu alikuja kutuonyesha njia ya Bwana sahihi. Si kweli? Hiyo tumejua njia ya Bwana kisahihi zaidi. Ndio maana tunahubiri ubatizo huu. Hatupingi yule mtu alibatizwa kwa kuzamishwa, hata kama na kutumia jina la Bwana Yesu Kristo, alitumia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini tunamuonyesha kisahihi. Pengine hata katikati yenu hapa kuna mtu alibatizwa kwa kuzamishwa na akabatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nadhani ukakuta na mtu akawashuhudia kupata kitu cha usahihi zaidi. Si ndio? Hao walikuwa ni mama tena mwanamke na mwanamume. Kakaribisha na alipofika alipokuwa akivuka bahari na ngoja tuendelee. Akachukua kwa akamweleza kwa njia sahihi. Na alipotaka kuvuka baharini akaenda Akaya, huko akamhimiza, akawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Naye walipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Walipita wandugu, kaeleza hapana, unajua siku hizi neno la Mungu liko hivi na vile. Angalia ni injili ilipokuwa inaendelea na watu wakapata ufunuo zaidi, kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Usiende kwa mtu kama wewe hujui imani yako vizuri. Si kweli? Atakugeuza. Meona wandugu wameamini ujumbe huu, wakaenda kwa SDA wakageuzwa, wakarudi wakaenda kwenye SDA. Walikuwa hawajazama kipasavyo kujua kutetea imani yako. Ndio maana anabidi sasa hata huyu walikwenda wakawapeleka kwa akina Paulo. Walikuwa wanajua ukweli. Tanzania hii nakueleza. Na ni rahisi kama wewe unasema hapana, kuna ndugu, ngoja niwapeleke kwa ndugu fulani. Mpeleke kwa mchungaji fulani. Ama njoo karibu kanisani mwetu. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, na huyu Apolo alikuwa Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akamwauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Ndio ulikuwa ujumbe wa wakati. Amen. Si kweli? Hakuwauliza je, mlimfahamu Petro? Mlifahamu Yohana Batiza? Aliuliza je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Kwa sababu kama mlijua habari za ubatizo wa Yohana, lazima mngeelekezwa visahihi. Watu waliomwamini Yohana, baadhi yao walimfuata Yesu, kwa sababu ndio waliokwenda pale, kwa sababu waliambiwa kwamba huyu anabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Huyu ni mkuu kuliko mimi. Hata mahali pengine akasema inabidi mimi nishuke, yeye hapandi. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio ujumbe wa wakati huu Bwana mwenyewe, baada nabii kutudhihirisha kwamba huyu ndiye Bwana Yesu Kristo. Ndio ujumbe wa wakati. Anasema mimi inabidi niondoke, yeye akaya. Hatuwezi kukaa wawili hapa. Si kweli? Kwa sababu mwanadamu ana tabia ya kuangalia mwili zaidi kuliko roho. Amina. Sio? Ukiambia Roho nguzo ya moto iko hapa, iko wapi? Mbona sioni? Si kweli? Amina.
Hata Yesu alipofufuka walisema mimi Tomaso akasema mimi nisipoona na nini siamini hiyo hadithi. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ya, uamini lazima uamini, sio kwa kuona, sio kwa kujisikia. Kwa hiyo akasema kwamba tangu mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu. Alipoamini wakamjibu la hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, je, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Akasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema ubatizo Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Kwa nini Paulo baada wao walishabatiza walishamwamini ubatizo wa Yohana, kwa nini akawabatiza tena? Ni kwa sababu ubatizo wa katika jina la Bwana Yesu Kristo ulikuwa ni muhimu ili wapokee Roho Mtakatifu. Na nawaambia wapendwa, ni muhimu sana. Unaweza kufikiria ni kitu kidogo, mtu akwambia walikwenda kuwatumbukiza kwenye maji, wao siwasikilize. Si kweli? Huyu mtume alikuwa ni mtume mkuu. Alikutana na Yesu Kristo katika nguzo ya moto. Yeye ni nani aliyemwambia? Yesu Kristo yule. Ukisoma katika Injili ya Petro alisema kwamba na aliwaletea ninyi yale naliyopokea kutoka kwa Bwana. Alikutana na Yesu Kristo katika nguzo ya moto. Ndio maana mmesikia kwamba ndugu Abraham alikutana na Yesu Kristo katika nguzo ya moto. Musa alikutana na Yesu Kristo katika nguzo ya ni Mungu yule mmoja, bali amekuwa akigeuza kinyago. Amina. Akibadilisha umbo. Na leo hii yuko hapa katikati ya kama nguzo ya moto. Amina. Na tuna ushuhuda mwingi. Kila mahali Injili hii inapohubiriwa Mungu anathibitisha. Nguzo ya moto ilikuwa inathibitisha ni Mungu yuko katikati yetu. Bwana Yesu awabariki sana. Amina. Siwezi kujua, lakini tawapa nafasi kidogo. Kama mtapiga magoti itakuwa vizuri. Tupe nafasi ndogo kwa ajili ya toba. Toba ni muhimu. Hatusemi kwamba utubie kila utakumbuka. Nasema Bwana, mimi nilikuwa nimefanya nini? Sikuamini ama sikutenda dhambi, lakini naomba leo hii nimekuja hapa kwa utiifu wa neno lako. Nitakapokwenda majini unibatize kwa Roho Mtakatifu na moto. Mungu ni mwaminifu. Unafanya hivyo kwa uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nasikia wapendwa. Nasikia dada. Naitwa nani? Maria. Agnes. Na Justina. Sikiliza. Kwa sababu tukaa pamoja na wewe. Lakini nakumbuka mimi Dodoma hii na mimi nimeshuhudia. Tumpatisa binti moja tu kama huyu, mkubwa kidogo. Tukamshuhudia hivi tukamwambia ukitubu kinaganaga kutoka moyoni. Si ndio? Kwa sikitiko, kwa toba ya kweli. Tutakapo kutoka majini, nguzo ya moto yuko pale itakupokea. Na ilitendeka hivyo, hata mambwa yalipiga kelele. Mbwa anaondaga mambo ya kimbinguni kuliko wanadamu. Watu walishangaa ni nini kimetendeka. Tulikuwa kwenye bwawa la mtu. Ile nguvu ya moto ile shuka kama radi ikawapokea. Mungu ni mwaminifu. Amina. Si ndio hivyo? Yaani uwe mwaminifu hivyo msifikirie kwamba tunafanya ujanja. Hakuna ujanja wowote. Hatuna sababu ya sisi kuwadanganya tutafaidi nini katika dunia hii. Mama huyo, dada huyo, na tutapata nini? Si kweli? Wala hatufanye hivyo kwa hela wala kwa kitu kwa. Si ndio hivyo? Ni kwa sababu ya nafsi zenu. Ndio, kwa sababu mwili huu ukiondoka, lakini kuna mwili mwingine wa ndani. Mungu awabariki sana. Hebu tuinamishe vichwa vyetu, alafu tunaomba muombe na hawa dada. Mkipiga makoti tu, muombe utubie tu kwa muda mfupi. Tuombe na tuwaombee watu. Baba Mtakatifu, Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa ajili ya hawa wapendwa ambao Mungu Mtakatifu, Injili inahubiriwa kote, kila wakati watu wanakiri dhambi zao, wanaungama makosa yao na wanabatizwa. Popote Injili ilipohubiriwa watu walibatizwa. Na Mungu Mtakatifu, hakuna mahali ilipokoma. Siku za mitume hazijawahi kukoma. Na sisi tunaziendeleza Bwana kwa sababu ni ahadi yako. Naomba kwa ajili ya hawa wapendwa, hawa dada, Mungu Mtakatifu, Maria, Agnes pamoja na huyu dada mwingine,
Mungu, naomba tu wasamehe makosa yao. Wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Umesema Mungu katika neno lako, tukizungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, unatuondolea dhambi zetu na kutusafisha kwa udhalimu wote. Hawezi kukumbuka hiki kitu kimoja kimoja, lakini wewe unaona hali ya moyo wako. Hebu Mungu kaingie ndani ya nafsi yao. Tutakapopeleka majini, kitu fulani cha kiungu kikatendeke. Tunaomba Bwana kwa sababu tunakuamini. Mungu, hizi sio hadithi za kubuniwa, bali ni uhakika wa neno lako Bwana. Na Mungu, imeshuhudiwa ulimwenguni kote, mahali popote neno lako linapohubiriwa kisahihi, uko pale kulitimiza, kulithibitisha Bwana. Tunaomba na iwe hivyo Bwana, tunakabidhi mikononi mwako kwa sababu tunaamini ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Baba mtakatifu, Mungu wetu, wewe Mungu ni halisi. Nakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu Maria. Amekukiri wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maana maandiko yanasema tukimkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wake na kuamini ataokolewa. Pia neno nasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Hiyo neno lako Bwana Yesu Kristo. Tunaona walipobatizwa, walipoamini na wametubu dhambi zao kisahihi, uliobatiza na Roho Mtakatifu. Tunaomba Bwana isiishie hapa. Mungu mtakatifu, hebu Bwana akitoka dada huyu katika maji kwa ajili ya ushuhuda wa kwamba amekuamini, ukambatize kwa Roho Mtakatifu. Sababu umesema ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na wote walio mbali na wote watakayeitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Na injili inahubiriwa kwa mataifa yote, sio Israeli tu. Walisema injili ilianzia Yerusalemu na ikaenda katika nchi sehemu zote Bwana, na hadi leo mpaka Kristo atakapokuja Bwana, watu watabatizwa na bado tunaamini watapokea Roho Mtakatifu. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu kwa sababu tunaamini amekuja kwa moyo safi kabisa na kwa unyenyekevu na kwa utifu. Hebu Bwana tukaone muujiza wako leo kwa kumbatiza na Roho Mtakatifu. Tunaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Dada Maria, kwa kukiri kwako mwenyewe, amen, ninakubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Baba, tunakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu Bwana. Amen. Bwana amekukiri wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amen. Na Mungu mtakatifu amechukua hatua hii kuja kwenye maji kwa ajili ya kama ulivyomwambia Yohana Mbatizaji, inatupasa kutimiza haki yote. Amekuja hapa kutimiza haki hiyo Bwana. Na umeahidi kwamba mtu akitubu dhambi zake na kuungama makosa yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi, naamini dhambi zake zimeondolewa. Na wewe Bwana umesema kwamba tukimbatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, wewe utabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Hebu Bwana thibitisha neno lako. Na iwe hivyo Bwana, kwa unyoofu wa moyo wake na kwa uaminifu. Bwana, ndapokwenda kumbatiza kwa maji mengi kulingana na neno lako, na wewe Bwana ukathibitishe katika maisha yake Bwana, ukambatize kwa Roho Mtakatifu na moto. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Dada Agnes, kwa kukiri kwako mwenyewe, amen, ninakwenda kukubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu Kristina. Amesikia injili na injili inahubiriwa tangu ilipokuwa Yerusalemu mpaka leo. Injili inahubiriwa kwamba Yesu Kristo yu hai, yeye yule jana na leo na hata milele. Na kwamba Bwana, watu wakiungama na wakikiri kwamba Kristo alikufa akazikwa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu, naamini Bwana kwa kuungama kwake na kutubu dhambi zake zimesamehewa. Sasa Bwana, kwa sababu inatupasa kutimiza haki yote, anakuja hapa Bwana ili kutimiza sehemu ya ubatizo kwa maji mengi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naomba Bwana Mungu atakapotoka majini, thibitisha neno lako, kwa sababu ni ahadi yako. Tunaona katika Matendo ya Mitume 20 Matendo ya Mitume 19 walipobatizwa wale watu wa Efeso, walikuwa wamebatizwa ubatizo wa Yohana, lakini ilibidi warudie. Mungu akabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo.
na wakapokea Roho Mtakatifu. Ni Mungu yule yule, haujabadilika. Kafanye hivi kwa huyu au dada Kristina kama ulivyofanya kwa wale 12 Bwana. Baba, naomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Dada Kristina, kwa kukiri kwako mwenyewe kuhusu kwamba Bwana, kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wako, ninakubatiza kwa maji mengi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Wanawake naogopa sana wanawake. Kumfuata Yesu imekubali, kumfuata Yesu kamwe sitarudi, sitarudi nyuma, sitarudi, sitarudi. Tukiomba nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha zetu hao, tunaomba uthibitishe neno lako kwa sababu ni wewe ambao unaweza kwa moto na Yesu Kristo na uweza wako kutembea nao, waongoze katika maisha, wape neema, wafanye katika maisha Baba wanapokuwa wanajifunza. Mungu wape katika jina la Bwana wetu Yesu, ili Mungu aweze kuwa baada ya toba na kubatizwa maji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeahidi ubatizo wa Roho Mtakatifu, tumeahidi kuzaliwa mara ya pili, tumeahidi uzima wa milele Bwana wetu Yesu Kristo, wakazaliwe katika ufalme wako kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Wakirimie na wasaidie, tunakabidhi mikono mwako na ila zote za mwovu ibilisi katika maisha yao zikapate kushindwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Watie nguvu Bwana kwa ajili ya maombi, watie nguvu Bwana. Ulisema mtapokea nguvu baada ya siku si nyingi, na wao Bwana ndani ya siku si nyingi wakajazwe Roho wako Mtakatifu kama ahadi ya neno lako, kama neno lako linavyosema. Asante kwa kuwa Mungu nasikia, wajazwe Roho wako Mtakatifu, wapokee Roho Mtakatifu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakirimie Bwana, neno lako ni amina, neno lako ni kweli, ahadi yako ni kweli Bwana. Wewe useme uongo Bwana, ulichosema unakitimiza na ukakitimiza katika maisha yako. Kwa ajili ya utukufu wako tunaomba tukikushukuru katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina.